Ndugu na dada zangu katika Bwana, taongea kuhusu shukrani. Lazima ujiulize vizuri kuhusu shukrani. Jambo la kwanza, unapokaa na watu unakaa na njia gani? Unapoishi na watu majirani unakaa na njia gani? Kitu ya kwanza ama ya pili, kaa na watu kulingana na mapenzi ya Bwana. Kaa na watu na njia ambayo inastahili. Kaa na watu na kwa njia ya uadilifu, ya uaminifu, na pia njia ya kutokuwa na mazozano kwa watu. Unapoishi, watu wataona ya kwamba matendo yako ni mema, na watazidi kukushukuru kwa sababu ya tabia zako. Tunaona katika maandiko pale Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, tunaona mtu ambaye anaitwa Abel. Mpenzi yake na mambo yote aliyokuwa anafanya yalimfanya kuwa mtu wa shukrani kwa kila jambo. Maana hata dhabihu ambayo alitoa kwa Mungu ilionyesha ya kwamba yeye ni mtu wa shukrani. Kando na mambo ambayo yalikuja katika maisha yake, yeye alikuwa mtu wa shukrani kila wakati na kila mara. Maana aliishi na watu wao na njia ambayo inafaa. Aliishi na watu wengine, marafiki na wafanyikazi, na njia ambayo inafaa. Maanake tunaambiwa ya kwamba lazima uwe mtu wa njia ya ukweli, lazima uwe mtu wa kuishi na njia ambayo inafaa. Ni vizuri matendo yako yakaonekane, lakini kuongea kusisikike. Bali kwa ajili ya neema ya Bwana na ukuu wake, utakuwa wa kuurithi ufalme kwa sababu ya kutenda mapenzi yake. Ningeomba na nisihi Wakristo wapendwa, na zaidi wakati huu tumo na tuko, ni wakati wa kutenda matendo mema, na usifanye hivyo ili ukaonekane na watu, bali Bwana akaweze kukuona. Na utakuwa mtu wa kushukuru, utakuwa mtu wa kupata urithi kwa Bwana. Bwana wainue, Bwana awaonekanie, na watakia kila la heri mnapojifunza kukaa na kutenda mambo mema. Bwana wainue na Bwana watendee mema, katika jina la Bwana muinuliwe. Amina.